Bwana Yesu asifiwe. Sasa mimi siku ya leo ninatamani nizungumze neno moja kwa wewe ambaye umepata kibali cha kuendelea kunisikiliza na unaendelea kunifuatilia sana. Unajua kuna jambo moja ambalo nimejifunza sana katika kizazi hiki. Watu wengi sana, vijana, watu wazima, kina mama kwa kina baba, watu wengi sana wanapitia msongo wa mawazo. Kuna mambo ambayo ndani ya vichwa vyao wanakosa majibu kabisa, wanawaza, wanafikiria mpaka inafika wakati kabisa wanapitia changamoto nyingi sana za afya. Kuna wakati mwingine mpaka wanapata magonjwa sugu sana kwa ajili ya msongo wa mawazo, mambo ambao wanayawaza, kichwa kimejaa mambo mengi sana. Wengine msongo wa mawazo kwa habari ya kazi ambazo nafanya, kazi kwao kabisa haziwapi amani. Yaani eneo ambalo la kazi walilopo kabisa linawakosesha amani, wanakosa amani kabisa kabisa kabisa. Kuna watu wengine ndoa walizonazo kabisa zinawatoa machozi, vichwa vinawaka moto, wanapitia msongo wa mawazo mkubwa sana kwa sababu tayari wameshaingia kwenye ndoa na ndoa zinawapa mitihani mikubwa sana. Wengine kwa habari ya huduma walizonazo makanisani, humu zinaleta changamoto kubwa sana, wanapitia msongo wa mawazo. Kuna mambo ambayo ndani yao kabisa yanawapa shida kabisa, vichwa vinavurugika. Wengine ni mambo ya familia, wengine magonjwa makubwa yapo ndani yao yanafanya wanapitia msongo wa mawazo sana. Wengine kuna mambo mengi ambayo, migogoro, shida mbalimbali zinafanya ndani yao wapitie msongo wa mawazo sana. Wengine biashara zinakufa, wengine mambo mbalimbali wanapitia msongo wa mawazo. Inafika wakati kabisa wanakata tamaa kabisa. Mpendwa, ninaomba niseme neno hili hapa. Yawezekana unapitia nyakati hizi ngumu sana, nyakati za kutoa machozi, nyakati ambazo msongo wa mawazo unafikiria unakosa majibu, hauelewi jambo gani ulifanye uweze kukaa sawa, hauelewi kabisa. Na kuna wakati mwingine watu ukiwaeleza kwa changamoto unayopitia, wengine hawakuelewi hiyo changamoto, hawakuelewi kabisa. Mimi kama mtumishi wa Mungu ninaelewa, kwa sababu ni hali ambazo watu wanapitia, tunazungumza nao, wanasema changamoto hizo. Sijajua kama hiyo hali umewahi kuipitia. Watu wengine wanachukua maamuzi mpaka ya kujitoa uhai wao kwa sababu ya hali wanaopitia. Kuna mtu mmoja siku moja ninazungumza naye, akasema ya kwamba kuna wakati ambapo ninapoyaona makaburi, watu waliozikwa, ninatamani na mimi niwe ni mtu mmoja wapo ambao tayari nimeshakufa. Watu wengine mpaka nafika wakati wanakunywa sumu kwa sababu ya msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo, kuna wakati mpaka watu wanapopitia msongo wa mawazo wanapata magonjwa mpaka kisukari. Wengine wanapata magonjwa ya moyo kwa sababu ya msongo wa mawazo. Mimi ninakuomba sana, wewe unayenisikiliza mahali hapa, kama umekuwa ni sababu ya mtu mwingine kupitia hali ya msongo wa mawazo, jitahidi sana uende ukamwombe msamaha. Nenda katengeneze pamoja na yeye. Kama umekuwa ni sababu ya mtu kupitia maumivu makali kwenye moyo wake, nenda katengeneze pamoja na yeye. Kama umekuwa ni sababu ya mtu kutoa machozi, ya mtu kulia, nenda katengeneze pamoja na yeye. Nenda mkayazungumze, mkatengeneze. Kama umekuwa ni sababu ya mtu kupitia changamoto kubwa ya akili, jitahidi huyo mtu akae sawa. Kwa sababu unajisikiaje unapokuwa ni sababu ya mtu mwingine kupitia changamoto? Unajisikiaje unakuwa sababu ya mtu mwingine kulia? Unajisikiaje unapokuwa sababu ya mwingine kulaani badala ya kubariki? Kunakuwa na faida gani ya unapoona mwenzako hana furaha, hana amani? Unapata faida gani? Mungu wetu ni Mungu wa upendo, ni Mungu ambaye anatamani muda wote tuwe ni watu wa kutabasamu, watu wa kufurahi,
watu wa kuona kwamba kuna mema yanaweza yakatupata. Kuna faida gani wewe kutengeneza mazingira magumu kwa mtu anayekuzunguka? Kuna faida gani? Kuna faida gani unaposhuhudia mtu anakufa, anajinyonga kwa sababu yako? Kuna faida gani? Na mimi siku ya leo nikuombee sana kwa jina la Yesu, Mungu akufanye wewe uwe ni sababu ya watu wengine kutabasamu na sio watu wengine kulia. Uwe ni sababu ya watu wengine kujua kwamba duniani hapa sio dunia ya mateso. Aone kwamba dunia imekuwa ni dunia ya furaha. Aone ya kwamba dunia hii sio dunia ya kulia, ya kuhangaika. Aone kwamba imekuwa ni dunia ya kutabasamu. Aone imekuwa ni dunia ya watu ambao wanaweza wakakaa wakatulia wakafurahi, sio dunia ya kutoa machozi. Waone dunia hii ni dunia njema sana kwa ajili wewe umeleta upendo kwao, kuwa sehemu ya wao kubarikiwa, kuwa ni sehemu ya watu kumjua kwamba Mungu ni Mungu wetu, yupo hai. Kwa sababu imefika wakati ambapo dunia yetu imeharibika. Inafika wakati ambapo hata tulipoamini ya kwamba, watu wengine waliamini ya kwamba makanisani ni sehemu za amani, lakini wanapokuja makanisani hawaoni amani, bado wanaona uchungu na mateso. Tuwe ni sababu ya watu kuwa na amani. Amen.